Viongozi wote walio mahali hapa wakiongozwa na maseneta, pia wabunge wa kitaifa na pia wabunge wa kaunti ya Nyeri ambao kama ilivyosemekana ndio wameongoza katika taifa hili. Padre mwenye paroki hii ambaye ni rafiki wetu, nafikiria si mara yetu ya kwanza kuja hapa. Hata ukinihesabia tile hapa ziko zangu kadhaa na zingine. Kanatiku adwaito. Kristiano the Bwana Yesu asifiwe. Tukumie Yesu Kristo. Mimi ninataka mwanzo nichukue nafasi hii, Your Excellency, kukukaribisha nyumbani. Najua ulikuwa na wiki moja ya relax na kuangalia maneno. Unajua mimi mwenyewe nishakwambia ile kazi umebeba katika taifa hili si kazi ndogo na umejaribu. Pia nichukue nafasi hii nikaribishe wabunge wote na maseneta ambao wamefika mahali hapa kusimama na naibu wa rais. Mnaposimama na naibu wa rais Cherargei na wengine, mumesimama na sisi na hawa wananchi. Your Excellency, nikitazama huu mkutano naona ni mkubwa kuliko ule wa Limuru 3. It's a bigger meeting. Ama namna gani? Na huu mkutano ni mkutano wa maana kuliko Limuru 3. Niseme Mheshimiwa Cherargei, panapo moshi pana moto. Na ni vizuri tuseme hapa nikiwa nimesimama hapa kwamba sisi katika mlima huu, hasa kuanzia Meru kwenda na kuzunguka huu mlima wote, tuliondoka asubuhi na mapema tukaichagua serikali ya William Samoei Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tuliweza kuwachagua, mnakumbuka kulikuwa na vita kubwa kabisa, lakini tuliamua tutawachagua wale wawili wakiwa wameshikana. Wakikuyu wanasema takekuwa nake. Kitu kimoja ningetaka taifa hili lisikilize. Mimi huwa siongei sana, lakini nikiongea ninaomba wanisikilize. Hii serikali ilikuwa ya machozi, ilikuwa ya kilio, ilikuwa ya watu wengine kuwekwa jela, ilikuwa ya kukosewa heshima, na ilibidi sisi kama taifa, sisi kama jamii, tuangalie mtoto wetu, tumwambie mtoto wetu ondoka, enda kando. Tumempata mwingine hapa ambaye wewe unaendelea kumnyanyasa. Na ni vizuri tuseme hapa, rais wetu aliye rais sasa, akiwa deputy president, alifanyiwa mambo ambao tunasema ni ya unyama. Alikosewa heshima, akanyimwa magari, akanyimwa mambo mengi. Na sisi tukaona kama Wakikuyu, kama mlima, tukasema huyu ndiye alisimama na mtoto wetu. Na imefika wakati wake, tumemfanyia madharau na mambo haya na kumdhihaki. Sisi kama jamii tukasema tumekataa na tunamchagua. Ni kweli ama si ukweli? Nikuwa kana tiguo. Tulifanya hivyo. Basi nikisimama hapa katika kanisa, we will not allow our son to go through that at all. Kama mbaya, but he will not be taken through that. Hatutaruhusu. He will not be taken through that. Hakupewa kiti na mtu, alingangania. Na hicho kiti, kura tulizozipiga ndizo zilimpa deputy president. And he is not a deputy president by default. Ni mpango wetu na yeye ndiye ameshikilia mlima. So, ningetaka nitangaze nikiwa hapa kwa kanisa, madharau yoyote kwa Rigathi ya mlima, kweli uongo? Kudhihakiwa ni mlima unadhihakiwa, kweli uongo? As many as of that opinion say aye. The ayes have it. Let it go down and let it be recorded that we do not want to walk that way again. We stood, we fought, we are together and we pray. Wale ambao wanajaribu, because we know them, wale wanajaribu kuleta bad blood between the president and the deputy president, ambao wameandamana vizuri, we are warning you. Kulikuwa watu kama nyinyi ambao tuliita tokonia, neguo kana tiguo. We called them collaborators during the Mau Mau, ambao wanakuja kuingia na kukoroga. Sisi tunataka tuendeleze maendeleo. Mnataka mkoroge serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua tukose kupata maendeleo. We have a better agenda that we are waiting for.
Nyinyi mnangojea yale mambo mlikuwa promised, kweli ama uongo? So it is not right for us to come here, Jane Kihara, tunajaribu kupaka mafuta when we know there is a problem that is being created, and we want to tell them from this position where we are standing, tukiwa na hawa wa Kristo na hawa watu wa mlima, it shall not be allowed. Let it be go, iandikwe kwa rekodi. Let it be, we will not at all, and there will be no compromise for any reason. This is 47% of our votes, of the votes that made government. Na ni lazima tukae wapi? Pale. Kwa hivyo tunaomba naibu rais, we know you are a hard worker, you are a loyal man. Mimi huwa napeana example yako. Ulisimama na President Uhuru Kenyatta wakati sisi hatukutaka kumuona. We refused na tukaenda na Kibaki. But wewe ulimshikilia because when you decide unaenda na mtu unakaa naye. You are a loyal man. Please continue working hard. Wananchi hawa mko nyuma ya Rigathi ama mko nyuma ya nani? Tuko pale. Tuko pamoja. Are we working together? And let this message go to this country that there is no room for us kugawanywa. And anyone trying to do that, let them know we have seen better. Tushaona mengine kama haya, and we still come out unscathed, and one team that will work strongly to ensure that the president is successful in his agenda. Leo hii tunataka kusema tuko nyuma kabisa ya Rais William Samoei Ruto, lakini tunapitia kwa Rigathi Gachagua kama jamii. Ni kweli ama si kweli? So that is the way it should be, and we shall go there. As we do that, tungetaka tuseme hivi. Kuna yale matarajio tulio nayo kama jamii. Mambo yetu ya kahawa ambayo His Excellency ameshikilia, kuna mambo ya maziwa, kuna hizo dams na mambo mengine. We are waiting for those things na hazitapatikana kama vita inakubaliwa. So we stand together na tunataka tukuambie Your Excellency, continue in that path. We will walk this journey with you. Cherargei, mheshimiwa, ukirudi nyumbani ambia wale watu we thank them because we know they are with our Deputy President and the President. Let them not allow ngosame smurian wono haya kegas tuamue. So thank you very much. Mimi ninashukuru. Ningetaka niseme hivi, Your Excellency, kama county ya Nyeri uniruhusu nishukuru Senator, Deputy Governor wangu na Assembly and the members of Parliament. Sisi tuliamua kwa sababu wewe ndio Deputy President, hata tukikosana na Senator, we will not allow ourselves to bring you shame. We pray wewe uendelee uwe focused, tuende hivyo na tuelekee kwa sababu tutashinda. Tuko pamoja wananchi. Na nyinyi mnaendelea vizuri watu wa Endarasha. Mbeshe alileta mifereji. Mbeshe ulileta mifereji. Imefika. Kwa hivyo sasa maji itateremka. Tunataka maji, watu wa Endarasha wapate maji kwa sababu walikuwa wamekwama. Tutaendelea kuangalia na maneno yetu yatakuwa mazuri. Ningetaka niwashukuru nyinyi wote watu wa Endarasha na wale wako hapa na kanisa Katoliki kwa sababu ya kusimama na sisi, na hasa Your Excellency, unakumbuka padre huyu alisimama na sisi wakati ule, na ndio leo hii tumekuja ndio tuweze kuwashukuru. Mungu wetu awabariki na awatende mema. Sasa mko tayari kumpokea naibu rais?